Bwana Yesu asifiwe wapendwa. Karibu tena katika huduma yetu ya Jesus Christ is Lord, God within us. Kwamba Yesu Kristo ni Bwana na ni Mungu ndani yetu. Kwa hiyo karibuni sana. Tunalo jambo ambalo Roho Mtakatifu anatamani tujifunze. Tunajifunza hapa Injili ya Yesu Kristo. Tunajifunza neno la Mungu kwa undani, lakini na shuhuda mbalimbali ambazo Mungu mambo mengine tutaendelea kuziona jinsi ambavyo tunaendelea kujifunza, lakini pia na mambo mengi ambayo kadri Roho Mtakatifu tujalia kufanya katika huduma hii, maombi pamoja na maombezi pia. Kwa hiyo leo tunalo neno hili linasema, ujumbe huu unasema wokovu, zawadi ya Mungu kwa wanadamu. Wokovu, zawadi ya Mungu kwa wanadamu. Kwa hiyo tutaangalia andiko kuu la upendo wa Mungu, ambao ni andiko ambalo yamkini tumelisikia sana, tumelisema sana, la Yohana sura ya 5 mstari wa 16 mpaka 17. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee, ili kila muamini asipotee bali awe na uzima. Na tunajua kwamba hakuja kuhukumu ulimwengu, bali alikuja kupatanisha ulimwengu, upatanishwe na Mungu, ili kila mtu amwaminie apate kuokolewa na kuwa na ule uzima wa milele ambao Mungu ametuahidi, lakini tunaupata kwa kupitia Yesu Kristo, ambaye Yesu Kristo ndio anayetupa wokovu. Yesu Kristo ndio anayetuletea ule uzima wa milele. Kwa hiyo kwa nini sasa tupate wokovu? Kuna kitu gani? Tunapata wokovu kwa sababu ya dhambi. Na ni namna gani dhambi iliingia ulimwenguni? Kwa hiyo wapendwa wangu katika Kristo, kabla hatujaenda mbali sana, sasa tukajua kwamba imekuwaje, yani wokovu ni kitu gani tunachokizungumzia, ndipo ambapo sasa tunaangalia dhambi iliingiaje ulimwenguni. Dhambi iliingiaje ulimwenguni? Kwa hiyo mwanzoni Mungu alimuumba mwanadamu akiwa mkamilifu, Adamu, na baadaye akamuumba Hawa au Eva. Waliishi katika ushirika mzuri na Mungu, na waliishi ndani ya bustani ya Edeni ambao walipewa na Mungu waitunze. Na kila siku Mungu alikuwa akiwatembelea. Walikuwa na ushirika mzuri na Mungu, na aliwapa kila kitu walichohitaji, akawaamuru wasile matunda ya ule mti wa ujuzi wa mema na mabaya. Lakini shetani kupitia nyoka akawa wamemdanganya Hawa, na Hawa akadanganyika, na baada ya kudanganyika akamshawishi na mume wake Adamu, naye akakubali kula lile tunda walilokatazwa. Na tendo hilo lilikuwa ni tendo la kuto kumtii Mungu. Kwa hiyo chanzo cha dhambi ni kuto kumtii Mungu, kuto kutii yale maagizo ambayo Mungu ameyatoa. Ule utii uliondoka. Kwa hiyo utii wa kuto kumtii Mungu ukasababisha dhambi ikaingia ulimwenguni. Kwa hiyo unaposoma ile Mwanzo sura ya 3 mstari wa 1 hadi wa 24, inaelezea anguko hilo la mwanadamu. Na ile Warumi sura ya 5 mstari wa 12 inasema, kwa hiyo kama kwa mtu mmoja ambaye tunajua ni Adamu, dhambi iliingia ulimwenguni, na kwa dhambi hiyo ikaleta mauti, na hivyo mauti ikawafikia watu wote kwa sababu wote wamefanya dhambi. Kwa hiyo kwa ile dhambi ya mtu mmoja aliyoifanya, dhambi hiyo ikaingia ulimwenguni, na matokeo ya dhambi yakawa ni mauti, na hivyo mauti ikatufikia wanadamu wote ambao tumeendelea kuzaliwa, kwa sababu wote sasa tumefanya dhambi. Na hata hili neno sasa ukisoma pia katika ile Warumi 3:23 tunasema kwa sababu wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Kwa kutokana na ile dhambi iliyoingia kwa mwanadamu wa kwanza, ndivyo ambavyo na sisi sasa
tumekuwa ni kizazi cha wenye dhambi na tumepungukiwa na ule utukufu wa Mungu. Na matokeo ya dhambi yalikuwa yafuatayo, kwamba mwanadamu alitengana na Mungu. Walikuwa na ushirika mzuri, lakini walitengana kwa sababu ya kukosa utii, na kifo cha kiroho kilitokea, na baadaye kifo cha kimwili, kwa sababu ule ushirika wa kiroho wa mwanadamu na Mungu haukuwepo tena. Lakini na baadaye tena kifo cha kimwili kikatokea. Lakini pia hofu, aibu na hukumu, kwa sababu baada ya pale tu walipokula walijikuta wako uchi, lakini walijificha kwa hofu. Hata Mungu alivyokuja kuwatembelea kama kawaida na kuwaita na kuita Adamu, Adamu uko wapi? Alijificha, niko huku, lakini amejificha kwa sababu ya hofu, aibu na hukumu. Alijihukumu kwamba tayari nimefanya kosa hili. Na tena kitu kingine ambacho ni matokeo ya dhambi ni uovu kuenea duniani. Uovu uliendelea kuenea duniani. Tunajua hata baada ya pale Adamu, watoto wake aliowazaa Kaini na Habili, ambapo tuliona Kaini aliweza kuleta dhambi ya mauti na kumuua ndugu yake. Kwa hivyo dhambi, uovu uliendelea ukaenea, tukaona masuala ya Sodoma na Gomora, tumeona masuala ya Nuhu. Kwa uovu umeendelea kuenea kwa namna tofauti, na hata leo uovu umeendelea kuenea. Kwa hiyo hakuna mwanadamu ambaye angeweza kujiondoa katika hali hiyo kwa nguvu zake mwenyewe, hakuna, na hata leo bado hakuna. Na ndio maana sasa Mungu akaona ule ushirika aliopoteza na mwanadamu wa kwanza, ambapo wanaendelea kupoteza na wanadamu wanaoendelea, aulete kwa namna gani? Kwa damu ya mwanae Yesu Kristo. Tunaona katika Agano la Kale watu walikuwa wanatoa sadaka za kuteketeza, damu inatakasa watu, damu za wanyama, lakini hiyo haikuwa ikitosha. Na ndio maana sasa damu ya Yesu Kristo, yeye asiye na dhambi, mwana wa Mungu aliyezaliwa kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, ambaye alikufa akafufuka na yuko mbinguni na atarudi kuhukumu ulimwengu, huyo pekee ndio awezaye kusamehe, huyo pekee ndio awezaye kutusafisha, huyo pekee ndio awezaye kutupa patanisho na Mungu, huyo pekee ndiye awezaye kutuletea wokovu. Ndio maana sasa tunaenda kwenye ile neno la wokovu, ile la wokovu kwamba ni zawadi kutoka kwa Mungu, si kwa matendo yetu mazuri, si kwamba tunastahili. Ni kwa neema ya Mungu tu, mtu yote asije akajivunia. Ni kwa neema, tunapata wokovu kwa neema ya Mungu. Kwa hiyo nini maana ya wokovu? Wokovu ni tendo la Mungu la kumwokoa mwanadamu kutoka katika dhambi, hukumu na mauti ya milele kupitia Yesu Kristo. Wokovu ni tendo la Mungu la kumwokoa mwanadamu kutoka katika dhambi, hukumu na mauti ya milele kupitia Yesu Kristo. Kwa hiyo ukisoma ile Waefeso, utakuja kusoma Waefeso ile sura ya 2 mstari wa 8 hadi wa 6, utaona ambavyo maneno ya Mungu yanasema. Ngoja tuyaseme hapa kwamba kwa maana mmeokolewa kwa neema kwa njia ya imani, ambayo hiyo haikutokana na nafsi zenu, ni kipawa cha Mungu, wala si matendo, mtu awe yoyote asije akajisifu. Yaani tumeokolewa, tumepewa zawadi ya wokovu kupitia Yesu Kristo. Ni kipawa cha Mungu, ni neema, wala si matendo. Matendo mazuri hayawezi kumfikisha mtu mbinguni. Wokovu ndio unaweza kumfikisha mtu mbinguni kupitia jina la Yesu. Kwa hiyo inaonyesha kwamba wokovu si mshahara wa matendo yetu mema tunayofanya kila siku, bali ni zawadi ya neema ya Mungu. Ni zawadi ya neema ya Mungu. Kwa hiyo ni wa thamani sana, tunatakiwa kuutunza. Ni wa thamani sana. Na hii ni kwa sababu tu ya ule upendo wa Mungu ambao alivyotupenda, kwamba ingawa mwanadamu alimkosea Mungu,
Dhambi iliingia duniani, mwanadamu akamwacha Mungu, lakini kutokana na upendo wake mkuu alionao kwetu, alifanya mpango wa kumrudia mwanadamu, kumrudisha mwanadamu kwenye ushirika wake. Ukisoma Warumi 5 mstari wa 4 inasema, bali Mungu aonyesha pendo lake yeye mwenyewe kwetu sisi, kwa kuwa Kristo alikufa kwa ajili yetu tulipokuwa tungali wenye dhambi. Kwa hiyo Kristo hakufa kwa sababu sisi ni wasafi, tuna matendo mema. Alikufa tungali wenye dhambi ili atuokoe. Kwa Mungu alionyesha lile pendo lake mwenyewe kwetu sisi. Tulimkosea lakini alionyesha pendo lake. Hata leo bado tunaendelea kumkosea, lakini yupo anakuita, sema mwanangu njoo. Bado ninalionyesha pendo langu. Bado Yesu yupo. Bado mpatanishi yupo. Bado njoo kwangu, na wakati ndio huu, njoo, saa ndio hii. Hakuna ajuaye kesho yake, saa ndio hii, njoo, anakuita. Kwa hiyo Mungu huokoa watu kwa sababu walikuwa. Mungu haokoi watu au hakuokoa watu kwa sababu walikuwa wema, ila Mungu yeye anawaokoa kwa sababu aliwapenda, kwa sababu anawapenda. Hata leo hii wakati huu Mungu aweza kukuokoa kwa sababu anakupenda. Haijalishi umefanya dhambi za aina gani. Haijalishi kwamba jana tu siku umetoka kuzini na mke wako ajue, mume wako ajue. Haijalishi kwamba umefanya uasherati wazazi wako hawajui, ndugu, ila Mungu anakuona. Haijalishi kwamba umetoka kuanga, haijalishi kwamba umeua, umefanyaje. Mungu yeye anasema njoo na mizigo yako. Mimi ninakupenda kwa sababu nataka uishi maisha ya utimilifu na ukurithi uzima wa milele siku yako ikifika. Kwa hiyo upendo wa Mungu hautegemei hali yetu. Hautegemei. Bali ni tabia yake ya upendo na rehema alionayo. Mungu ni wa rehema, Mungu ni wa upendo. Tabia yake ya upendo. Sababu tunaona aliwapenda wana wa Israeli alipowaokoa katika utumwa kule Misri, akatenda matendo makuu. Tunaona bahari kagawanyika, wakapita na wakaona kabisa watesi wao Farao na jeshi lake wakizama. Wakaona matendo makuu ya Mungu, wakaenda mbele, wakapewa chakula, wakaongozwa. Mungu aliwaongoza kupitia Musa. Lakini kuna nyakati walilalamika, wakamwacha Mungu, wakaanza kuabudu sanamu. Ila Mungu bado aliendelea kuwasamehe na kuwavumilia na kuwasaidia. Wale waliokuwa wakitamani kumfuata Mungu waliendelea kufika na walifika nchi ya ahadi, lakini wale ambao walikengeuka na wengine hawakuweza kufika. Kwa hiyo mshahara wa dhambi huwa ni mauti, lakini ile karama ya Mungu ni uzima wa milele. Mungu anatutaka sisi tuwe kwake, atuongoze na kutusaidia. Kwa hiyo Mungu alimtoa mwana wake wa pekee Yesu Kristo aje duniani. Yesu, ukiangalia somo lililopita, kuna somo ambalo tumejifunza la Yesu ni nani. Kwa hivyo huu ni muendelezo sasa kwa yale masomo, kwamba tumeshamjua Yesu ni nani, wokovu ni kitu gani na nini. Kwa hiyo Yesu aliishi maisha matakatifu, tulijifunza, bila dhambi, lakini yeye alikuwa na ajenda ya kuhubiri ufalme wa Mungu na kuambia watu watubu dhambi zao, lakini aliwasamehe dhambi zao. Yaani yeye aliwasamehe dhambi zao. Aliwaponya wagonjwa, aliwafariji walioteseka na kuwasaidia. Alikufa msalabani kwa ajili ya dhambi zetu. Alifufuka siku ya tatu na kushinda mauti. Na tunajua kwamba yeye alijeruhiwa kwa makosa yetu, lakini bado ametupenda kama vile Baba wa mbinguni alivyotupenda. Kwa hiyo ni nani aweze kuokoka? Ni nani aweze kuokoka? Tunajua kwamba wokovu ni mpango wa Mungu. Wokovu ni mpango wa Mungu. Dini ni mpango wa mwanadamu kumtafuta Mungu wake wa kweli ni yupi. Lakini wokovu ni mpango wa Mungu ili kumuokoa mwanadamu kwa njia ya Kristo. Ni kipawa cha Mungu, ni neema tuliopewa kama ambavyo tumesema. Kwa hiyo ni nani ambaye anaweza kuokoka? Kwa hiyo habari njema ni kwamba kila mtu anaweza kuokoka. Mtu yoyote, wewe waweza kuokoka, mimi naweza, yani mtu yoyote, kwa sababu Yesu amekuja kwa ajili ya ulimwengu wote. Hakuja kwa ajili ya hawa, alikuja kwa ajili ya ulimwengu wote. Alikuja kwa ajili ya mimi na wewe. Hiyo ni habari njema.
Na ile Matendo sura ya 4 mstari wa 12 inasema wala hakuna wokovu katika mwingine awaye yoyote. Yaani hakuna wokovu katika mwingine awaye yoyote isipokuwa kwa Yesu Kristo tu. Kwa sababu yeye ndiye aliyeshinda dhambi na ulimwengu na kifo na mauti. Kwa wokovu unapatikana kwa yafuatayo. 1, kutambua kuwa mimi ni mwenye dhambi. Utambue kwanza kwamba mimi ni mwenye dhambi. Lakini 2, kutubu dhambi zako. 3, kumwamini Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Kumkiri Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Yaani unamwamini na unamkiri. Unamwamini moyoni, unamkiri kwa kinywa chako kwamba yeye ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Lakini haishi pale tu kwamba nimeshamkiri, nimeshaokoka, imeishia hapo. Lazima kuishi maisha ya utii kwa Mungu, ya utakatifu kwa Mungu. Utii ndio unaotufanya tuendelee kumsogelea Mungu. Lakini tukishindwa kupata utii, sababu Roho Mtakatifu atatuambia usiseme uongo. Lakini wewe utasema uongo, hujatii, tayari unaingiza dhambi. Usiende mahali hapa, usifanye kitu hiki, usifanye hivi. Lakini wewe unakuwa unafanya, ule utii unakuwa hauko. Kwa hiyo tunatakiwa kuishi maisha ya utakatifu ya kumtii Mungu na maagizo anayotupa. Kwa hiyo ile Warumi 10 ukisoma mstari wa 9 hadi wa 10 yenyewe inatufundisha kwamba tukimkiri Yesu kwa kinywa chetu na kumwamini moyoni tutakuwa tumeokolewa. Kwa hiyo lazima kwanza tusikie neno la Mungu kama ambavyo unasikia sasa, mpendo wangu. Lakini lazima umwamini moyoni mwako Yesu kwamba ni mwana wa Mungu, yeye anasamehe dhambi, yeye ni mwokozi wangu, aweza kunisamehe, aweza kuniokoa, aweza kunitakasa, aweza kunitoa katika hali hii akaniweka katika hali hii mpya. Lakini lazima uweze kukiri kwa kinywa chako kwamba yeye Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Hapo ndipo utakapookolewa. Na zipo faida za wokovu kwamba mtu yoyote anayeokoka, anayemkiri Yesu na kuishi maisha ya utii mbele za Mungu, anapata msamaha wa dhambi kama ambavyo tumesema, lakini anapata amani na Mungu wake. Anakuwa na amani, anafanyika kuwa mwana wa Mungu. Anakuwa ana ule ujasiri wa kumwendea Mungu na kuomba. Sababu Yesu anasema tukiomba chochote kwa jina lake, Mungu anatupatia. Anakuwa anaishi ndani ya Yesu, Yesu ndani yake. Kwa hiyo Yesu anakuwa ni Bwana Mwokozi wa maisha yake. Anaweza kuomba kitu chochote. Ana amani mbele za Mungu. Ana ule upatanisho. Ana ule uzima wa milele kwamba hata nijapo kufa nitaurithi wa uzima wa milele. Kwamba nitaishi tena na Kristo. Sitaenda kuzimu. Sitaenda katika mateso ya jehanamu. Uongozi wa Roho Mtakatifu utakuwa ndani mwangu. Kwa sababu asiye na Roho wa Kristo huyo si wake. Lazima Roho Mtakatifu, tunapomkiri Yesu Kristo kwa Bwana, lazima Roho Mtakatifu awe ndani mwetu na tumtii, tumsikilize, kwa sababu sisi hatuna super power zozote. Ni kwa uweza na nguvu za Roho Mtakatifu kuweza kuyafanya yale yote ambayo Yesu anataka tuyafanye, ya kumtumikia na kutenda matendo makuu. Tunaweza kuziacha dhambi kwa sababu Roho Mtakatifu atatusaidia. Na pia tumaini la mbinguni linakuwepo kwa huyu mtu. Unaendelea kuchuchumilia taji yako, unaendelea kufanya vile Yesu ambavyo unaleta matunda kwa wengine wamjue Kristo ili wasife katika dhambi zao. Lakini pia tunaipata ile nguvu ya kushinda dhambi kama ambavyo umesema, kwa Roho Mtakatifu anatusaidia katika kuzishinda dhambi. Neno la Mungu linatusaidia katika kuzishinda dhambi, katika kuendelea kuishi maisha ya utakatifu na kuendelea kumsogelea Mungu na kuendelea kumtumaini na kuendelea kumwamini, ili kwamba wokovu tulioupewa usiwe ni bure. Kwa hiyo tunajua kwamba ukimkiri Yesu kwa kinywa chako, ukamwamini moyoni, ukaokolewa, maana yake kwamba ya kale yamepita, umekuwa kiumbe kipya. Ukisoma ile Wakorintho wa pili sura ya 5 mstari wa 17 inasema hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Kwa ukiwa ndani ya Kristo sasa umekuwa kiumbe kipya. Yale maisha ya dhambi hatakuwepo. Na ujue kwamba kuna hasara nyingi utakazozipata. Hasara hizo ni ulikuwa na marafiki wanaopenda kupati, wanaopenda kutukana, wanaopenda kuolewa, wanaopenda kuvuta, wanaopenda kuroga, wanaopenda kuiba. Yaani
wanaofanya mambo ya kidunia hii utawakosa, sababu utakuwa haupo katika. Hiyo ni hasara mojawapo ambayo kwa mtu ambaye amemjua Mungu wake inakuwa ni hasara yenye faida, ila kwa yule ambaye bado hajaelewa anaona kama vile ninapoteza vitu. Unaweza ukafanya, kuna watu walikuwa wanafanya wanakusponsor, ila walivyojua tu kwamba wewe umempokea Kristo wanaacha, kwa sababu yamkini saa nyingine source yao ya income haikutoka katika mahali ambapo ni salama. Kwa hiyo Mungu, hizo ni hasara za kibinadamu, yani za kiulimwengu, ambazo hazina hata maana kubwa kwako, kwa sababu unaoyapata kutoka kwa Mungu ni makubwa zaidi kuliko wewe ulimwenguni. Atakupa amani, atakupa kazi mpya, atakupa uchumi mpya, atakupa badiliko la kila kitu. Na baraka za Mungu huwa haziambatani na huzuni, huwa hazina majuto. Akisema nimekubariki, nimekubariki. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo namna ya kudumu katika wokovu ni kwamba baada ya kuokolewa, Mkristo anatakiwa uombe kila siku, lakini kusoma Biblia, kutafakari neno la Mungu, kutamani Roho Mtakatifu akufunulie mafunuo na kukusaidia, ushirika wa ibada na ushirika wa waamini. Yaani lazima uwepo chini ya kanisa ili uweze kuupata ule ushirika, ili uweze kufundishwa neno la Mungu, uweze kufundishwa kuyashika yote. Lakini lazima uwe unatii neno la Mungu linakwambia nini, ulitii na kuepuka dhambi. Ulikuwa, yani maana yake kuokoka na kutubu, maana yake kwamba ninavyotubu dhambi zangu na nikaokolewa, maana yake kwamba mimi kama dunia inaenda huku, mimi ninaenda huku. Ni kugeuka, kuyaacha yale ambayo yalikuwa hayafai na kufanya yanayompendeza Mungu, ambapo kuna gharama yake. Na vitu vingi hapo ambavyo utaviacha. Ulikuwa na tabia hii, utafanya hivi, lakini ni kwa ajili ya faida yako, kwa sababu hayo yatakayokuwa matokeo mazuri ya kuwa kiumbe kipya ni makuu zaidi kuliko dhambi za kuishi kwenye maisha, kuishi kwenye dhambi, kwa sababu yana anguko, yana mauti ya kiroho, mauti ya kimwili. Lakini pia utawapenda watu wote, utakuwa ni mtu wa upendo, kwa sababu unajua wewe mwenyewe umependwa ukiwa kustahili, na utakuwa ukimshuhudia Kristo hata kwa watu wengine, kwa kumzalia Yesu matunda. Wokovu si mwisho wa safari, bali ni mwanzo wa maisha mapya. Yaani sio kwamba nimeshaokoka kwa hiyo ni mwisho. Ni mwanzo wa safari mpya ndani ya Kristo, maisha mapya ndani ya Kristo, kwa sababu hauishi wewe, ila anaishi Kristo ndani mwako akikuongoza. Hata kama kuna vitu ulikuwa unavipenda kwa kiasi gani, unaviacha. Yaani wewe ni dancer mzuri sana, ni mtu wa kupati mzuri sana. Yaani wewe ni mtu wa parties kweli kweli. Wewe ni mlevi kweli kweli. Wewe unatukana kweli kweli. Yaani hivyo utaviacha. Kwa hivyo wokovu ni wa muhimu. Leo Mungu bado anawaita watu warudi kwake. Hata yule ambaye ulishaokoka na umerudi nyuma, Mungu bado anakuita, anasema njoo kwangu. Yule mwana mpotevu aliporudi kwa baba yake alimkimbilia na akamweka kwenye nafasi ya kuwa na thamani. Kwa Mungu anakuita. Haijalishi kwamba umeishi maisha gani, Yesu bado anaokoa hadi leo, hadi wakati huu. Kwa hiyo mlango wa neema uko wazi leo. Usikate tamaa. Ambao watu bado hujamjua Yesu na unatamani kuokolewa, bado yeye yupo. Anasema njoo kwangu. Ametoa gharama ya damu yake msalabani kwa waweza kukuokoa hadi leo. Nikuachie haya maswali ya kujitathmini. Ujiulize moyoni mwako kwamba je, nina uhakika kwamba nimeokoka? Sababu waweza ukaenda kanisani kila siku lakini anahubiriwa Yesu, lakini una uhakika kwamba Yesu ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako? Kwamba hata leo akija unaenda mbinguni? Bado unaishi katika dhambi ambayo hujaitubia? Au wewe unatubu leo, kesho unarudi, unatubu unarudi? Je, mimi ninampenda Yesu kuliko mambo ya dunia? Hao ni vitu vya kujiuliza. Je, maisha yangu yanaonyesha matunda ya wokovu? Kwa sababu lazima tuonyeshe matunda ya wokovu. Lazima tuonyeshe ule mfano wa Yesu Kristo. Yale maneno na matendo ya kale yasiyofaa, watu waone kwamba huyu kweli ni kiumbe kipya, huyu kweli anamuishi Kristo. Je, tunayo matunda?
Je, ninawaambia wengine habari njema za Yesu Kristo? Kwa Mungu hataki tuwe watu wa dini, bali tuwe watu wenye uhusiano wa kweli na yeye Mungu kupitia Yesu Kristo. Mungu akubariki. Kwa hiyo katika wito huu, ikiwa unatamani kumpokea Yesu Kristo leo kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, unaweza kuomba nami maombi haya. Kwamba Bwana Yesu, ninakiri kuwa mimi ni mwenye dhambi. Ninatubu dhambi zangu zote. Ninaamini ya kwamba ulikufa msalabani kwa ajili yangu na ukafufuka. Na leo nakupokea wewe kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Ulifute jina langu katika kitabu cha hukumu. Uniandike jina langu katika kitabu cha uzima. Unipe Roho wako Mtakatifu aniongoze na kunisaidia. Asante kwa sababu umefanyika kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Asante kwa sababu umeniokoa na kunisafisha na kunisamehe dhambi zangu. Ninakushukuru na ninakutukuza. Nipe neema ya kukuamini kila siku na kukutumikia na kuendelea vyema hata siku zangu za mwisho kwa utukufu wa jina lako. Nipe neema ya kuambia wengine habari njema zako za utukufu katika jina lako takatifu, ili watu wengine wakapate kuokolewa na kukutumikia wewe. Ni katika jina la Yesu niomba na kushukuru. Amen. Mungu akubariki sana kwa kile ambacho umekifanya moyoni mwako, kwa uamuzi uliofanya. Ni uamuzi mzuri. Isiishie tu hapo. Tumesema wokovu ni safari mpya unaianzisha. Kwa hiyo lazima uwe na ushirika. Tafuta kanisa la kiroho ambalo linamwamini Yesu Kristo, linaamini katika matendo ya Roho Mtakatifu, uwepo wa Roho Mtakatifu, matendo ya Roho Mtakatifu, ubatizo wa maji mengi na kuweza kuendelea kumtumikia Mungu. Linaamini katika ule ushirika wa Roho Mtakatifu na kumwamini Yesu. Mungu akubariki sana.